Polisi 11 aliweza kufunga yani timu yake iliweza kufunga bao la aina ile ile likifungwa na Mfo Ngaswani. Umeelewa? No, la kwanza lilifungwa na Omfile Ramiagi na la pili kafungwa na Mfo Ngaswani kutoka kwenye assist ya Karabo Fili. Haya mabao mawili yote yalifungwa kwa namna ile ile. Kwanza kwenye close range, yani manake mtu anapigiwa passes zinapigwa mpaka inafika kwenye box, mtu ana tapping tu mpira pia. Umeelewa? Kuonyesha lile biriani jinsi linavyopigwa. Yani mpira unapaswa tu pia goli. Umeelewa? Sasa mimi nikawa nasema huyu ndo ni Gaborone ni timu ambayo ilikuwa inafanya build up kutokea nyuma mpaka goli. Umeelewa? Watu wanaanza kuizungumzia sasa hivi. Mimi nishazungumzia before. Dhidi ya Santa Green tarehe 27 Agosti walishinda kwa mabao 6-1. Umeelewa? Katika hayo mabao waliofunga kuna goli ambao walifunga Lebo Hangisel. Unaona kabisa mpira ulipigwa kwenye build up mpaka mtu anaenda anautapi tu mpira kwenye goli. Hizi ni reference ambazo naendelea kuzitoa ambazo tutegemee kuona kitu hichi kutoka kwa kocha. Sawa Ya, kwa hiyo kupitia kocha huyu naamini mechi ya pili ndio watu wataiona sasa Simba yenyewe nzuri zaidi. Ahmed Ally amesema baada ya mechi kumalizika kocha alionekana kutokuwa na furaha kwamba bado hajaridhishwa. Kama hapa mpira huu Pantev bado hajaridhishwa na kile anachotaka wachezaji wake wafanye. Ni wazi kabisa Pantev anaandaa bomu la kulipuka mitaa ya Msimbazi. Of course. Hata mimi nilivyoangalia nikaona bado kwa jinsi ambavyo amekuwa akifanya kwa mfano kama mabao matatu nilokupa mfano reference. Mawili dhidi ya starting 11 ya Police 11 na mawili na bao moja ambao nimetolea mfano dhidi ya Santa Green ambao walishinda kwa mabao 6-1. Unaona kabisa kulikuwa kuna ile mabao yanafungwa kwenye close range. Nikisema close range inamaanisha mfungaji anakuwa ndani ya 6, sio ndani ya 18, ndani ya 6 anaugusa tu pia unaenda golini. Kwa mfano kama ile bao ambalo wamefunga Kibu Dennis lela ambao amepewa assist na Jonathan Soa, assist ya Kisigino ile. Le bao kulikuwa kuna alternative ya Kibu Dennis pia kuweza kutoa assist kwa Elim Panzo ambaye naye alikuwa ndani ya 18 akafunga bao kwenye close range kirahisi zaidi, lakini pia hata kama angekuwa amekosa mpira yani maana yake labda kipa amesave au umegonga mwamba au nini, still kuna wachezaji wawili au watatu wa kuweza kumalizia kwenye second ball. Kulikuwa kuna Elim Panzo mwenyewe, kuna yule Anthony Mligo pamoja na Jonathan Soa. Si umeelewa? Kwa hiyo huyu aina yake ya mbinu ni kwamba yeye ana overload, anajaza wachezaji wengi zaidi overload ile safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kuna mchambuzi alisema hajaona tofauti ya Simba hii na iliyopita. Hajaona kilichobadilika. Sasa namwambia kitu kimoja, chini ya Fadlu alikuwa ana overload eneo la kiungo la timu pinzani. Dimitar Pantev ana overload eneo la ulinzi, safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mchambuzi nampa hiyo somo la kwanza. Somo la kwanza kwamba Dimitar Pantev ana overload eneo la safu ya ulinzi ya timu pinzani. Alafu Fadlu alikuwa ana overload eneo la kiungo la timu pinzani. Kwa hiyo mpira unaweza ukasakuleti muda mwingi kwenye eneo la kiungo, back pass zikawa nyingi na nini, eneo la kushambulia likawa butu. Ila huyu eneo la kushambulia linakuwa hatari zaidi kwa sababu yeye safu ya ulinzi inabanwa. Ndo nikampa mfano akareview ile bao ambalo limefungwa dhidi ya Santa Green tarehe 27 Agosti 2025 akiwa Gaborone United kama kocha mkuu. Huyu ambaye anasema hajaona kilichobadilika. Si umeelewa? Simba kama watafanikiwa ni mara ya 7 kufuzu kwenye hatua ya makundi CAF Champions League. Ni wazi Simba bado anaendelea kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania ya kimataifa. Of course, na kwa sababu umeniuliza nitakwambia jambo moja. Acha Simba iendelee kufanya hivyo kwa sababu kupitia Simba wanaonufaika sio Simba peke yao. Wanaonufaika pia ni upande mwingine, Yanga na vilabu vingine pia ambavyo navyo vinaanza kuiga mfano mzuri. Hata hivi vyeo ambavyo tunavipongeza, umeelewa, kutoa mjumbe wa kamati ya vilabu vya wanaume nchini Tanzania, Simba wanatakiwa wapewe pia heshima yao vile vile, kwa sababu imagine Tanzania isingekuwa na uwakilishi mzuri kwenye michuano ya kimataifa, nani angeifikiria hii? Kwa hiyo kuna wadau wawili ambao wanapaswa kupewa heshima pia na pongezi kama ambavyo pongezi zimekuwa zikishinikizwa. Wale Skaria, rais wa shirikisho la soka, pamoja na Simba Sports Club, klabu ya Simba na viongozi wake ambao wamekuwa wakiwa na consistency ya kufanya vizuri kwenye ngazi ya kimataifa. Inakuwa timu pekee ambayo ikiingia group stage ina uhakika wa kwenda robo finali. Timu zingine zote hazina uhakika huo, zimeshindwa. Ahmed alisema miongoni mwa timu ambazo zina uhakika. Yani ikifika makundi ni robo.
Timu zingine zimeshindwa kuprove hilo. Yanga walikuwa na nafasi hiyo wakashindwa kuprove msimu uliopita, si ndio? Kwa hiyo hizi nafasi ambazo zinakuja kutoka CAF, kutoka FIFA pia, Simba pia wapewe heshima yao, kwa sababu kama klabu inavyokuwa na consistency ya kufanya vizuri kwenye ngazi ya kimataifa, inatengeneza picha ya wale wadau wakubwa wa soka duniani na Afrika kwa ujumla, waone kwamba kumbe Tanzania kuna maendeleo ya kisoka yanaonekana. Umeelewa? Kwa hiyo sasa wanavyoona vile, wanakuwa wanatafuta wawakilishi pia nao kutoka Tanzania, na ndio maana wanakuja sasa kupick baadhi ya watu. Kwa hiyo Simba anatakiwa pia wapewe heshima kwenye haya ambayo yanaendelea kwenye nchi. Wapo wachambuzi ambao pia walisema Simba amekutana miongoni mwa timu dhaifu kabisa Nsingizini, kwamba hakikuwa kipimo sahihi cha Simba. Hapo kwanza ncheke. Ngoja nikwambie kitu kimoja Singano. Silver Strikers ukiweka kwenye mzani na Nsingizini Hotspurs. Nsingizini Hotspurs ni timu bora individually, mchezaji mmoja mmoja. Umeelewa? Yanga wamefungwa na Silver Strikers. Siamini kama Simba wangefungwa na Silver Strikers. Siamini hivyo. Na imagine Silver Strikers walikosa wachezaji hawa wawili muhimu. Umeelewa? Kuna mwamba anaitwa Ernest Petro, yeye alicheza katika ule mchezo hachezagi, na nilisema kuna Stan Davie naye hachezagi. Hawa wote, Stan Davie ana goli moja tu kwenye ligi. Na huyu Ernest Petro hana goli kabisa, ana assist moja kwenye ligi. Walokosekana pale ni vinara wa ushambuliaji kwenye kikosi cha Silver Strikers. Hapa unamzungumzia Due, umeelewa? Unamzungumzia Due pamoja na huyu Chansinsi Maonga. Chansinsi Maonga ndo top scorer wa kikosi. Ana mabao 5, assist 3. Ndo assist nyingi zaidi kwenye kikosi, ndo mabao mengi zaidi kwenye kikosi. Si umeelewa? Alafu anakuja Festus Due ambaye naye ana mabao 4 na assist 1. Wamechangia mabao 13 katika mabao 26 yaliyofungwa na Silver Strikers kwenye ligi. Imagine wamekosekana na bado wamekula kichapo. Kwa tafsiri ya haraka haraka ni kwamba wamecheza na mpinzani mwepesi na aliyekosa pia key players wake. Yaani sio tu mwepesi aishi hapo, no. Mwepesi na amekosa key players wake wawili ambao wamecontribute mabao 13 kati ya 26 yaliyofungwa. Si umeelewa? Sasa ukiweka kwenye mizania, hawa Nsingizini Hotspurs walikuwa wamekamilika, na ni timu ambayo nilijai kuizungumza, ni multi source offense, inafunga kupitia mchezaji yoyote tu. Wanakufunga kupitia center back, kupitia midfielder, kupitia whatever. Wamecheza na Simba, lakini Simba wanaonekana eti kacheza na mpinzani dhaifu kwa sababu wamemdominate na watu wanasahau kwamba kuna substitutions za kiufundi zilifanywa na kocha Dimitar Pantev zikaenda kuzaa matunda. Umeelewa? Morris Abraham na Kibu wote ni substitute. Morris ameassist, Kibu amefunga mabao mawili. Wilson Nangu alikuwa haanzi kwenye kikosi katika makocha waliopita. Ameanza kwenye kikosi, amefunga bao. Watu wanasahau hayo. Kwa hiyo na maana kumbe huyu Dimitar Pantev kuna vitu amevisoma kwa mchezaji mmoja mmoja na ameweza kuvifanyia kazi na Simba inapata matokeo. Si umeelewa? Kwa hiyo sielewi kwa nini watu wanachukulia katika mzani wao. Na mimi nilikuwa mtu wa kwanza akasema Nsingizini ni timu ngumu. Nimeona taarifa, barua zinatembea kwamba miongoni mwa mzee wa Yanga mmoja amepeleka barua kuwataka viongozi wa Yanga ya kwamba huu mchezo wanautaka sana, wawaite sana mashabiki kwenda kupushi ni kwa namna gani Young Africans wanawafunga Silver Strikers hapa nyumbani. Na miongoni mwa ajenda yake ni kwamba wawatake mashabiki kuingia bure kwenye huu mchezo wa Yanga dhidi ya Silver Strikers. Of course huyo mzee yuko sahihi, kwa sababu Yanga ukiweka viingilio huwa hawafanyi vizuri, hawaingii uwanjani kwa sababu ya viingilio. Kwa hiyo mzee yuko sahihi, amefanya research, akagundua aina ya tabia za Yanga, akagundua ni watu ambao hawapendi kutoa pesa kwenda kuangalia mpira. Sasa yuko sahihi huyo mzee, apewe pongezi zake. Umeelewa? Kuna jambo mimi limenichekesha sana. Unajua hilo jambo ni jambo gani? Kwanza wamemfukuza kocha, si ndio bwana? Sasa katika kumfukuza kocha wakatoa na kuna huyu digital manager wa Yanga ametoa sababu pale za kwa nini kocha amefukuzwa. Umeelewa? Akasema kwanza ni kawaida na nini of course, afu akaja akasema kwamba alivyokuwa Marumo alienda kama Shujaa, lakini baadaye wakaona hatoshi, wakataka kumpa kocha usaidizi, akagoma, akaenda Mazulu, wakaona hatoshi, akapewa ukurugenzi wa ufundi, akasepa, alidumu Ashanti Gold siku 43. Sasa nikajiuliza huyu jamaa
hizi taarifa alikuwa hana before wakati kocha anasajiliwa au vipi? Kwa sababu kama wewe unafanya kazi kwenye taasisi yako na unaona kwamba huyu kocha tunamwajiri hana vigezo vya kuwa kocha wa Yanga, sababu amefukuzwa ndani ya siku 43, alifukuzwa Oroya ndani ya mwezi, alipewa kocha msaidizi Marumo kwa sababu hana mbinu, sijui akapewa ukurugenzi wa ufundi ya Mazulu. Sasa kwa nini usingetumia muda wako kutoa mapendekezo before hajachukuliwa kuliko kumpaka matope wakati anaondoka? Ina maana kila anayeondoka sasa utakuwa unatoa explanations za kumchafua. Sasa hiyo ni mbinu za wapi? Yaani najiuliza hizo ni mbinu za wapi? Wewe unaona ni sawa? Yaani kwamba kocha ameondoka, labda watu wadau mbalimbali wa mpira wanatoa maoni yao tofauti. Unaanza tena kuweka sijui huyu amefanya hivi, sijui aliwahi kufanya hivi, unaanza kuweka zile rekodi zake mbovu. Sasa ina maana huyo ina maana hiyo taasisi hailindi basi wafanyakazi wake ambao wameachana nao, hawaachi kwa wema. Sasa sio sawa. Dula, tunaelekea kwenye michezo ya marudiano. Singida Black Stars, Azam FC, Simba, Yanga. Unaziona timu zetu 4 zote zikifanikiwa kufuzu kuelekea makundi, ama unaziona nyingine zikiangukia pua? Of course naziona zinafuzu zote. Zote naziona zinafuzu kabisa. Simuoni hata mmoja. Mimi imani yangu inaniambia hivyo, na natamani iwe hivyo of course. Kwa upande wangu natamani iwe hivyo. Tumalizie na hili sasa. Kwa namna ambavyo ongea na wadau wa michezo, kwa namna ambavyo unatazama mechi za kimataifa, wewe kama mchambuzi unalipi la kushauri? Mimi kwa sababu umenipa nafasi ya kuzungumza mimi cha kwangu mimi nasema kwanza kuna watu ni mwasamehe. Wale watu ambao kipindi cha nyuma waliwahi kunishambulia kwa sababu nilizungumza mapungufu ya kimbinu ambayo yalikuwa yanakabiliwa na Simba, wakanishambulia, mimi nimwasamehe kwa roho safi. Hawakuwahi kusupport kazi zangu wala nini, ila nilivyokuja kuongea mapungufu ya kiufundi ya Simba walinishambulia. Leo hii wanatumia